Nazungumzia maneno ya kumsifia mume. Unajua wanawake mara nyingi tumejenga ile dhana ya kwamba ni mwanamke tu anastahili kusifiwa, anastahili kupewa pongezi, tukisahau kwamba hata mwanamume pia naye anastahili kusifiwa, anastahili kupewa pongezi. Anastahili kukuwa appreciated na yale mambo ambayo anafanya kwako wewe mke, kama mke wake. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe mke kumsifia mume wako, lakini inategemea ni kumsifia katika maeneo gani. Amini usiamini, haya maeneo utakayomsifia mumeo na kumpa pongezi, hata upendo utazidi, thamani yako kwake itazidi. Sasa haya maeneo ni yepi ambayo mwanamke ama mke unafaa kumsifia mume wako? Kwanza kabisa, msifie mwili wake na maumbile yake. Kumbuka huyo ni mume wako jamani. Amebarikiwa sura nzuri, kwa sababu tuambiane, kunao wanaume ambao mashallah ni watanashati, yani wale tunawaita mahandsome. Kuna wanaume mashallah wamebarikiwa, mwanamume ukimtazama mara moja hutosheki, unamtazama tena unamtazama mpaka na jicho la tatu. Kwa hiyo kama uliye naye mumeo, ukimwangalia hivi unamuona mashallah ni mtanashati, mwanamume na rangi yake mashallah, iwe ni nyeusi ni mweupe, wewe ndo umempenda. Kwa hiyo yale maumbile yake, viungo vyake vya mwili, msifie mumeo kwa hilo. Kama mashallah amebarikiwa pua ndefu, msifie, mwambie mume wangu, mashallah Mwenyezi Mungu amekubariki na pua nzuri. Mume wangu, mashallah Mungu kakubariki na mikono mizuri hiyo, mikono softi, mashallah. Msifie. Kumbuka huyo ni mume wako. Usipomsifia wewe, unataka aende akasifiwe na nani kule nje? Na je, tukianza kumsifia sisi, wewe utasikia raha? Tuambiane ukweli. Mpatie hizo sifa mumeo, asikie raha. Sio kwenda akasifiwe ofisini kule, anaambiwa una ndevu zuri. Msifie hizo ndevu wewe mwenyewe kabla atoke kule nje, apewe hizo sifa. Atakuwa anapewa kule, lakini anajua kwamba mke wangu mimi, hii ni kawaida yake, ni desturi yake, ni mazoea yake kunisifia. Kwa hiyo hata mwingine atakapoingilia kati, labda kule kazini, wale wa kummezea mate akimsifia, hiyo ataona tu ni jambo la kawaida, lakini mimi ni naye mtu ambaye ananisifia. Msifie mumeo. Pia msifie juhudi zake, jitihada anazofanya, mbio anazokwenda kuhakikisha kwamba wewe mkewe unapata mahitaji yako. Ni kula unakula, ni kuishi unaishi katika nyumba, ni watoto ada za shule zinapatikana, analipa, ni watoto kuvaa wanavaa, ni kula wanakula, yani yale mahitaji muhimu anayatekeleza. Kwa sababu amini usiamini, kunao baadhi ya wanawake katika hii dunia anatamani apate angalau mumewe kuwajibikia zile responsibilities zake kama mume. Anafanya kusikia kwenye magazeti ya udaku, maana mume yupo tu, hajui kwamba watoto wanakula, hajui mkewe anavaa, hajui watoto wanasoma shule, wala yuko na 50 zake. Kwa hiyo wewe uliye naye jamani, ni mtoto wa kiume anayejituma, tena anayejituma mpaka unaogopa. Kwa nini usimsifie mumeo kwa hizo juhudi anazofanya? Kwa sababu huyo ni mume kati ya waume, ni mume zaidi maradufu vile unavyomuona, kwa sababu anajitahidi, majukumu yake anatekeleza. Kwa nini usimsifie? Amini usiamini, kama kuna sehemu ambayo wanaume hufurahia, hujihisi wa thamani, ni pale wakati mkewe anamsifia juhudi zake. Kama hujawahi, sasa hivi msifie mumeo juhudi zake anazofanya. Pia msifie mumeo jinsi gani unampenda, alivyo,
unampenda kwa jinsi gani. Yani kila mara ile kumshtukizia tu, sio kumwambia mme wangu nakupenda ule wakati ameenda amekubebea mazagazaga mifuko tele paka anasaidiwa na wafanyikazi, ndio pale mme wangu I love you so much darling. No, unakuwa ni mazoea yako. Mara kwa mara unamwambia mumeo jinsi gani unavyompenda, jinsi gani yeye ni wa maana kwako. Jamani, wakati unakuwa na mazoea ya kufanya mambo kama haya, mwanamume hata hela ya kukupa si lazima umuombe, atakuwa anatoboka mwenyewe anakupa. Sijui kama unanielewa. Jamani, hawa wanaume kutoa pesa kukupatia wewe mke si ngumu, ni wewe mwenyewe hujui mautundu, hujui bashasha za kupewa hizo pesa. Watu wanatumia maneno simple kama hayo tu na watu wanapewa. Sijui wewe unasubiria kitu gani? Wewe mpaka uombe, tena uombe na kuomba. Msifie, mwambie mumeo jinsi gani unampenda, na iwe ni ya ukweli, sio maneno tu kwa sababu Saumu amesema. Iwe ni ukweli natoka moyoni, na ndivyo. Pia mwambie mumeo, msifie mumeo jinsi gani unavyomwamini na kumthamini. Vile unamwamini. Mume wangu mimi yote 9-10, lakini mimi nakuaminia jinsi ulivyo. Wewe ni shababi, wewe ni mume wangu, wewe ni baba watoto wangu, liwalo na liwe. Najua mimi niko safe mahali niko na wewe, najisikia niko salama. Maana hakuna kitu muhimu kama kuwa mahali salama, mahali ambapo pana utulivu, mahali ambapo hakuna jekejeke, hakuna heka, hakuna songo mbingo. Mambo yanakwenda burudani. Yani unaambua mapenzi, ndoa imetaradadi. Ni ndoto ya kila mwanamke kuishi mahali ambapo pana amani. Kwa hiyo msifie mumeo jinsi gani unavyomwamini na kumthamini kwake. Isitoshe, unavyomheshimu na kumtii. Hapa iwe maneno yanaendana na vitendo. Sio kumsifia mume kwamba mume wangu mimi nakuheshimu, mume wangu mimi nakupa nafasi yako kama mume, lakini hivyo kwa vitendo havionekani. Ni maneno yaambatane na matendo. Unamheshimu, mwambie jinsi gani unavyomheshimu, jinsi gani unavyomtii, na si kwa maneno tu bali kwa vitendo. Anakuambia hivi, mke wangu staki, unatekeleza. Kwa hiyo unakuwa na hulka. Jenga mazoea ya kumsifia mumeo kwa namna hiyo. Mwisho kabisa, msifie mumeo jinsi gani unavyomtegemea. Yani sio kwamba eti unamtegemea basi labda kwa pumzi, kwa uhai, kwa afya. Hapana, hizo ni sifa za Mungu, lakini yeye unamtegemea. Yeye ni tegemeo kubwa kwa familia. Kiasi kwamba kwa sababu gani? Yeye anatekeleza majukumu yake. Kwa hiyo wewe unamtegemea pakubwa sana kama baba wa familia. Jinsi gani watoto na familia kwa jumla mnamtegemea yeye? Kwa sababu gani? Anatekeleza majukumu yake kama mume. Mume wangu, isingekuwa sikujukumika kwako, basi pengine watoto wetu wasingekuwa wanasoma shule nzuri namna hii, wasingekuwa wanaishi maisha mazuri hivi, wasingekuwa wanakuwa hivi ambavyo wanakuwa na furaha na amani. Kwa sababu gani? Wewe unatekeleza majukumu yako kama baba wa familia. Kwa hiyo familia tunakutegemea na haujatuangusha. Amini usiamini, kama wewe ni mke na umekuwa na hulka, tabia, mazoea yako ya kumsifia mumewe katika maeneo haya, katika nyanja hizi, basi wewe ni kitu gani utaitisha kwa mumeo asikupatie? Tuambiane ukweli. Utauliza nini wewe na mumeo asikupatie? Atakupatia chochote unachotaka. Na hizi sifa hazipeanwi siku moja tu. Tayari leo Saumu amesema niwe namsifia mume wangu, basi sasa asubuhi unamsifia hii, leo imeisha. Baada ya hapo mmerudi kule kule kwa masimango. Hapana, inajenga mazoea. Iwe ni desturi yako hiyo, ni tabia yako hivyo. Sio siku moja basi imeisha. Hapana. Jamani, kuna njia nyingi za kuishi na mwanamume. Unaishi naye, watu mitaani wakisema fulani amemroga mume, kumbe hujatumia urogi, huna hirizi, huna limbwata, huna juju.
ni mautundu tu, bashasha tu, mambo kama haya, mambo madogo lakini thamani yake kubwa. Tujikakamue jamani, wanawake, tujikakamue.